wapenzi wa Mpako TV, tupo ndani ya Dimoi. Tunakukaribisha sana katika mahojiano yetu. Tafadhali ujitambulishe kwa wasikilizaji ili waweze kuelewa tunaongea na nani zaidi kwa zaidi. Hai, Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Aline Jeremiah. Hilo ndio jina la YouTube. Lakini majina yangu kamili jamani mnisamehe, mtalijua hilo Aline Jeremiah. Ndo vizuri watu walijue hilo. Nataka watu wanijue kwa hilo jina. Nalipenda sana. Aline Jeremiah. Aline Jeremiah. Kwa nini Aline Jeremiah? Aline ni jina langu wazazi wangu walioniita. Alafu Jeremiah ni jina la baba mchungaji Jeremiah. Jeremiah, huyo Aline ni mtu gani kwa watu ambao hawamfahamu, anajishughulisha na nini katika maisha? Mimi ni mfanyakazi wa serikali. Mimi ni mkulima. Mimi ni mwimbaji kanisani na YouTube channel Aline Jeremiah. Okay kabisa. Hivi tumesikia kwamba wewe ni mkulima, pia ni mwimbaji wa kanisani na uimbaji binafsi, pia ni mfanyakazi wa serikali. Ukisema mfanyakazi wa serikali umemaanisha serikali kama nafanya kazi ya serikali kimaisha? Kimaisha. Na maana ndani ya company. Kila siku ndani ya company. Kila siku nasema hai serikali. Sasa haya maisha ya kuwa mwimbaji binafsi na mwimbaji wa kanisani na kilimo pia na company, hivi vitu na vibalance namna gani? Ni vigumu, sio rahisi kabisa. Maana Monday to Friday niko kazini kiserikali. Okay. Lakini waga na vichanganya hapo kwenye hizo siku. Lakini Saturday weekend sana sana ndo nakuwa kanisani kikwaya. Na mambo ya binafsi haya ni kubalance tu muda, siku gani nataka kwenda studio, siku gani na release video. Yaani na vibalance hivyo vyote vinawezekana chini ya jua. Amen sana. Kila kitu kinawezekana. Sawa kabisa, sawa kabisa. Katika huduma hizo zote ambazo unazifanya, ni huduma gani ambayo unaipenda zaidi, ambayo kusema kwamba ukiwa unafanya hiyo huduma unajisikia comfortable kabisa? Mungu, vyote navipenda. Kazi ya serikali inanipa hela. Na nisukumia maisha, siwezi kutoipenda. Kazi yangu binafsi naipenda sana. Maana ni kazi naipenda sana, kuimba. Penda kuimba. Kwaya kanisani. Yaani vyote navipenda. Siwezi kusema kilimo sasa. Ndo pesa. Nani ambaye hapendi pesa? Tukienda kwenye kilimo, Aline Jeremiah anafanya kilimo cha aina gani? Kilimo cha aina gani? Maana yake nini jamani ukisema kilimo cha aina? Kilimo cha vyakula. Si ndio namaanisha hiyo. Vyakula, nyanya chungu, tomatoes, onions, maharage, mahindi, vegetables. Yaani kila kitu, kitaka kitu chochote. Sasa hivi ndo msimu wa kulima, sasa hivi wa kuvuna. Jamani karibuni samani. Kwa hiyo unamaanisha watu wakitaka kumake order watamake order ya kitu gani ambacho sasa hivi umeshakivuna? Tunaposti kwenye channels zetu. Naonaga so order vitu vyenu jamani, kama itakuwa possible tutawatumia. Kama ni karibu ya hapa Albendelo Dimoni kufika, kila Saturday tuna market every Saturday asubuhi. Karibuni mnunue jamani, mtu support. Maisha ndo haya. Asante sana wasikilizaji, muendelee kusikiliza na kututazama. Mnamsikia Aline Jeremiah, tofauti na uimbaji anajishughulisha na kilimo na anaomba support kutoka kwenu. Kwa hiyo amesema kwamba kitu ambacho anaenda kukivuna kwa sasa hivi mtaona mitandaoni, mtaona tutakiposti hapo ili muweze kumsupport. Hivi katika kipaji au huduma ya uimbaji, kuna mtu yeyote ambaye aliwahi kukuchochea ili uwe na karama ya uimbaji? Jamani. Hakuna mtu yeyote aliwahi kunichochea. Mimi nilizaliwa kwenye familia ya kichungaji ya Kikristo kabla hawajawa wachungaji. So ile kwenda kanisani, Sunday school nini, kuimba kwenye kwaya. Yaani hapo ndo nilipogundua kwamba najua kuimba. Paji changu kikakua
mpaka nikaingia kwenye kwaya kuu ya kanisani, kawa kiongozi kwaya master, mpaka yani kuimba nilijikuta tu naimba. Nikaipenda na naipenda sana. Okay kabisa. Aline Jeremiah amesema kwamba huduma yake anaipenda sana, huduma ya uimbaji, na hakuna mtu, na maana ulivutiwa na uimbaji wa kanisani. Nilianza kanisani. Yeah. Baadaye kama umevutiwa na uimbaji wa personal, wa binafsi. Mambo yalipokuwa mengi nikaona kwa nini nisifanye hivi binafsi, na naweza. Nikafanya. Hapo ndipo ulipoanzia, yani uito wako wa kiuimbaji ndipo ulipoanzia. Ulipoenda kanisani ndo uligundua kwamba tayari na mimi hapa naweza. Hakuna mtu yeyote ambaye aliweza kukwambia jamani, tunavyokusikia au tunavyokuona wewe unastahili kuwa muimbaji? Hakuna mtu. Yaani ni wadogo zangu, kaka zangu, tulikuwa tunaenda kanisani tunaimba hivyo ya kanisani hivyo. Yeah. Ni kitu gani kilikufanya uvutiwe na nyimbo za Injili, haukuvutiwa na nyimbo za tuseme music hizi bongo flavor? Kama nilivyosema, mimi ni mzaliwa wa kwenye familia ya Kikristo, so yani hiyo fikira au akili ya kusema nifanye nyimbo za dunia ilikuwa haipo jamani. Kanisani, nyumbani, shuleni, hayo ndio yalikuwa maisha yangu kambini. So wala hizo nyimbo jamani nimekuja kuzijua hapa Marekani na hizi social media ndio hapo nilijua kwamba zipo. Nilikuwa nazisikia tu kwa mbali, lakini wewe sina time nazo hizo nyimbo. Sawa kabisa. Tuko na Jeremiah ndani ya studio zetu, muendelee kumsikiliza. Maswali ni mengi tunayo leo kwake, kwa sababu ni siku nyingi hatuwezi yani ni tuko mbali na mbali kabisa. Muda ni mali, mambo mengi, muda mchache jamani. Kwa hiyo tunaendelea na maswali yetu kama kawaida. Ni hatari leo, ni leo msema kesho ni muongo. Umekucha. Yani Jeremiah leo ni hatari. Ndashize. Ni kitu gani au ni nini kinachokufanya utofautishe nyimbo za Injili na aina nyingine za mziki? Umewahi kupata changamoto gani katika huduma yako ya kuimba? Kitu gani ambacho nitofautishe nyimbo za Injili? Nyimbo za Injili lazima umtukuze Mungu na umtaje Mungu, umwabudu Mungu, mtumikie Mungu. Nyimbo zingine zitasema vitu vingine vya dunia. So hizo ndio tofauti. Changamoto kwa uimbaji hazikosi, zipo nyingi sana na mimi nimeyapitia jamani Pole sana dadangu. Mpaka nilikuwa najua hapa kuimba mimi mambo ya kuimba yamekwisha, lakini Mungu ni muweza. Mungu aliyetuita anajua jinsi ya kuturudisha kwenye reli. Yes. Kabisa 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 kabisa. Tunakusikia, mambo ni mazuri, mambo ni matamu, mambo ni matamu, mambo ni matamu. Je, una mpango wowote maalum wa jinsi unavyochagua nyimbo au maneno kuimba? Jamani, kuchagua. Je, una mpango wowote maalum wa jinsi unavyochagua nyimbo au maneno ya kuimba? Mbona hiyo swali ngumu. Mpango wa kuchagua. Ni jinsi gani? Yani wewe ni jinsi gani ukikaa unaweza ukachagua maneno au jamani, mimi waga tu nyimbo zinakuja tu. Kabisa. Mimi naweza kusema nina Roho Mtakatifu. Au kulingana na vitu ninavyoviona, kwa fariji watu nini. Waga nafikiria. Lakini mara nyingi najikuta tu niko kwenye gari naenda kazini, nyimbo inakuja. Hivyo. Au nikikaa nikitulia, nyimbo inakuja. Sio kwamba nachagua sijui nini na nini, hapana. Lakini tunaweza tukasema kwamba
unasoma Bible ili uweze kupata hapana. Mara chache sana. Sasa wewe unaandikaje nyimbo na wakati Bible sio sana? Yaani maneno tu kichwani. Yeah. Maneno tu kichwani. Nyimbo zipo za Biblia lakini sio sana. Nyingi ni za, yani nyingi niseme ni Roho Mtakatifu anakuja na hili na hili na hili basi kichwani. Lakini huyo Roho Mtakatifu nafikiri anaweza katokana na jinsi ambavyo umeweza kusoma au umeweza kufundishwa. Sana sana kufundishwa. Yeah. Na vitu ambavyo tunaishi maisha ya kawaida tu binadamu, tunaona maisha yanavyoenda kwa marafiki, majirani, kanisani, tunapoenda kufundishwa huko kwenye mikutano. Yes kabisa. Unajikuta hilo neno umelisoma au mtu amefundisha ukalishika, baadaye likaja kama nyimbo hivyo. Asante sana. Ni wimbo gani uliwahi kurekodi ambao unahisi umeathiri watu zaidi na kwa nini? Natabiri. Wimbo Natabiri, kwa nini? Kwa sababu watu wengi waga tunaongea sana vitu ambavyo hatujui kwamba baadaye vitatuletea madhara au baraka. Yaani ni maisha ya kawaida ninayoyaona. Tuko kwenye masherehe nini nyumbani, unakuta mzazi anamwambia mtoto, wewe sijui wewe uko hivi na hivi. Yaani hajui kwamba yale maneno kwa mtoto wake anaumba. So yeah. Hivi kuna mtu aliwahi kutabiri juu yako? Sijui kwamba walitabiri. Nakemea katika jina la Yesu. Vitu vingine usiache mtu akwambie vitu. Lazima mwambie hapo hapo, nakemea in the name of Jesus. Kwa sababu usipokemea vitakuja kutokea kwenye maisha yako na utopenda. Kuna mtu aliniambia, wewe utaolewa. Kasema ushindwe na ulegee. Kuna mtu aliniambia siku moja nilikuwa nafanya kazi usiku, toka kazini nimechoka, naenda kanisani sijalala. Kaniambia na mapepo ndio maana unalala kanisani. Kasema ushindwe na ulegee. Back to sender. Unamwambia mtu back to sender. Yaani umemaliza kila kitu. Hamna cha nini, hapo umetabiri na umefanya kila kitu, umesambaratisha. Yeah. So lazima ukemea hivyo vitu na uvizuie visitokee kwenye maisha yako. Okay kabisa. Tunasikia kwamba uliweza kutabiriwa baadhi ya maneno. Hivi wewe kama uliachukuliaje? Yalikupushi? Sometimes jamani. Kuna mtu anakuambia nini mpaka unamwangalia unasema huyo mtu jamani anatafuta nini kwenye maisha? Anatafuta nini kwenye maisha yangu? Mpaka unajiuliza huyu mtu nimemkosea nini? Huwezi kuyachukulia poa. Kuna maneno sio mazuri kumwambia mtu yoyote, hata kama sio rafiki yako, hata kama ni adui yako. Sio vizuri. So tujifunze watu wengi kujua tunasema nini kwa mtu fulani. Yes kabisa. Kusema nini kama Wakristo. Tujue maneno ya kusema, sio kila neno lazima uliseme unavyojisikia. Sawa. Yes. Hivi Jeremiah tunayemsikia kwa sasa hivi aliwahi kuwa na mpenzi au ana mpenzi kwa sasa? Jeremiah ana mpenzi. Hawezi kukosa mpenzi. Yes, Rashid. Ana mpenzi. Siwezi kusema mengi lakini jueni jamani nina mpenzi. So watu ambao mnapiga simu mwache kupiga tu. Mwache jamani. Hivi huyo mpenzi uliwahi kumposti? Mambo ya kupostiana yameshapitwa na wakati. Yaani natakuja kumuona siku ya harusi wake nivisha pete. Kini mambo ya kupostiana. Hata pete sidhani kwamba nitampost ile siku ya harusi. Okay kabisa. Maana ndiye waposti kilichotokea
Sitaki kuwasimulia. Labda ungetusimulia kidogo ili watu wapate kuelewa. Unajua kuna watu wengine wanaweza wakawa unajua upepo ukivuma ukianzia Dimoi utafika Michigan umeshakuwa upepo mwingine. Yaani mnajua historia yangu jamani, msinifanye hamjui. Hatujui. Unajua kuna wengine tunajua upepo. Yaani tunajua upepo tu. Yaani unajua mtu akikwambia neno hapa likitoka hapa Dimoi likaenda state nyingine litafika state nyingine kiko kitu kingine, lakini tukisikia ukweli kutoka kwa Aline Jeremiah itatufanya tujue kwamba hapa ni alichokisema Aline Jeremiah ndio tukichukulia hicho. Yaani wezi amini nilikuwa na watu nawaita familia, marafiki. Nilipoingia kwenye hayo mahusiano nikawaonyesha mpenzi wangu ndo huyu mpenzi. Ndio maana siwezi kuposti mpenzi wangu sasa hivi. Jamani, wezi yani nilikoma. Mambo yakawa mengi, akaja sijui nini na nini niliyoyaona, niliyoyakuta. Wale marafiki. Kumwamini mtu sasa hivi kwangu ni vigumu sana. Ni vigumu sana. Yaani tunaweza kusalimiana, hi, I'm a very friendly person. Siwezi kukudanganya na nasamehe sana, nilisamehe sana. Lakini ule ukaribu tena siwezi. Na ili uwe karibu yangu nitakuchunguza mara 2 mara 3. Au nikwambie vitu vyangu. Tasubiri mpaka uchoke. Umetaka kumaanisha kwamba wale marafiki ndio walikuzunguka wakakuharibia malengo. Yaani nakwambia. Au marafiki zako naambia kila kitu, kiamko nawaambia, ukilala naamka nawaambia, ukikoa nawaambia sio wote wanakutakia mema. Asante sana. Kama mnavyomsikia Jeremiah hajafunguka sawa sawa, lakini kama ni umeelewa. Ameelewa. Somo limewaingia. Umeelewa. Tunaendelea na kipindi chetu. Jamani. Ni mafanikio gani makubwa umeyapata katika huduma yako hadi sasa? Jamani, mafanikio ni kufanya kazi ya Mungu. Hamna mafanikio sijui hela bado jamani. Subscribe niangalie kama nitapata hela. Maana hii kazi ni hela. Na ujikuta unatumia hela na uingizi chochote, upate chochote. Mafanikio ni message kuwafikia watu, kufurahi, ile ya kusema unatubariki, hiyo ndo mafanikio. Lakini kipesa jamani, mimi ni mfanyakazi wa serikali. Mlijue hilo, hamna mafanikio yote. Bado hatujaendelea hivi tupate mafanikio yenye kazi. Ni kufanya kazi ya Mungu, kueneza injili basi. Ndio mafanikio mazuri kutoka kwa Mkristo yoyote, kufanya kazi ya Mungu. Asante sana dada yetu Aline Jeremiah. Alafu mtoto mzuri bwana. Sijui vijana mnaangalia wapi? Jamani, waacheni hao vijana. Wana mambo mengi, hawajatulia. Hivi kuna wasanii wa nyimbo za injili ambao unawaheshimu? Kuwaheshimu? Ambao najuana nao? Au watu ambao naangalia? Kuna wasanii wa nyimbo za injili unawaheshimu? Kuwaheshimu? Mungu wangu, mbona swali hilo ngumu jamani? Nisije nikaharibu. Kuwaheshimu na waheshimu. Kwa sababu kila mtu yote tumeitwa tofauti. Usihukumu na usije ukahukumiwa. So kuwaheshimu na waheshimu. Yes. Unajifunza kwao? Lazima sisi ambao ni chipukizi lazima tujifunze kwao. Kuwa consistent na kazi. Kuwa serious na kazi. Sawa kabisa. Tuko na Jeremiah. Yuko anajaribu kujibu maswali yetu vizuri. Make leo tumembananisha, hakuna cha kutoka, hakuna cha nini. Nimebana. Ni jinsi gani unajenga mahusiano au uhusiano wako wa binafsi na Mungu ili uweze kuimba kwa nguvu? Maisha ni magumu. Lazima ujitahidi kujenga uhusiano wako na Mungu. Vyote vile
kwenye shida, kwenye raha. Mungu aliyotupa hivi vipaji na akatuumba alijua na alijua na njia ambayo tutapitia. Mungu waga anatupa nguvu kwa aina yoyote ile. So kujenga mahusiano sio rahisi, lakini Mungu anatuwezesha. Safi kabisa. Kabisa, yes. Umewahi kupata kipindi kigumu maishani, na jinsi gani Mungu alikusaidia kupitia nyimbo? Nirudilie swali. Nirudilie, sijalisikia vizuri. Umewahi kupata kipindi kigumu maishani na jinsi gani Mungu alikusaidia kupitia nyimbo? Kipindi kigumu, nilipitia vipindi vigumu sana. Nyimbo zinanisaidia kuniimarisha na kunipa nguvu na ya kuendelea, kutokurudi nyuma. Ndio maana napenda kuimba sana. Mimi nisingekuwa naimba, sijui sasa hivi ningekuwa wapi. Safi sana. Maana neno la Mungu ni uzima, na kwenye vipindi hivyo hivyo vigumu tunapata uzima na tunaendelea. Okay kabisa. Mmemsikia huyo? Una maono gani kwa miaka ijayo katika huduma yako? Maono ni kuendelea kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote na kwa bidii, ili nyimbo ziwafikie, message ziwafikie watu wengi tofauti tofauti. Okay kabisa. Pesa hautaki? Pesa? Pesa naitaka kwa sababu na spend a lot of money. Pesa naitaka kufanya video, ili video sana wengi wanataka video, na video zina cost more money kushinda hata audio. So pesa lazima inahitajika. So kama mtanisaidia jamani, niwape cash hapo mnisaidie, maana nataka kurelease video zingine, nyimbo ni nyingi. Amina kabisa. Wadau nafikiri watusikie na watuelewe. Mnatuelewa jamani. Msiseme mbona umekawia kutoa video. Lakini hususa yule mchumba ndo asikie hili tangazo kabisa.